Na mapenzi yasivyokuwa na adabu hayaangalii mzee, hayaangalii kijana, wote wanapenga kamasi. Cheza tu ujione. Upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Wivu una nguvu kama ahera, kama jehanamu. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya Yahu. Naomba nisonge mbele kidogo. Sasa kazi ya moyo ni kushughulika na upendo. Yaani kwenye maisha yako ukisikia mtu anakuambia nimekupa moyo wako, maana yake amekupa upendo. Na kazi ya moyo ni kushughulika na upendo. Sasa katika Biblia, hususan katika lugha ya Kiyunani, tuna aina 4 za upendo. Aina 4 za upendo. Aina ya kwanza ni upendo unaoitwa storge. Huu upendo ni upendo wa kindugu au wa kifamilia. Yaani watu wanapendana kwa sababu huyu ni kaka yangu, huyu ni mama yangu, huyu ni baba yangu. Wazazi mlioko mahali hapo mliowahi kuzaa, sikiliza, hata kama una mtoto mbaya namna gani, wenzako wanamcheka, wanamlaumu, sizungumzii ubaya wa sura, nazungumzia ubaya wa tabia na mtindo wake wa maisha. Hata kama wengine watamkataa, wewe mzazi hautamkataa. Hata kama ndugu yako angekuwa kichaa anatembea uchi, hauwezi kumkataa. Waswahili wanasema kichaa anachekesha kama sio ndugu yako, lakini kama ni ndugu anatia aibu na anaumiza moyo. Kwa hiyo upendo wa kwanza ni storge, upendo ambao ni wa ndugu. Lakini upendo wa pili ni eros. Huu upendo ni upendo wa kimapenzi, upendo wa mvuto wa kimahaba. Na huu upendo ndio unawasukuma vijana wengi wanapotaka kuingia kwenye ndoa. Utasikia anakuambia, ninajitahidi sana nitafute mwanamke mwenye mguu wa bia, nataka mwanamke mwenye lipsi kama za sungura, nataka mwanamke mwenye shingo ndefu kama ya twiga. Sasa hapa kwenye huo upendo una nafasi ndogo sana, kwa sababu huu upendo wa storge unaangalia vitu ambavyo vinapita. Hata hao mnaowaona wamama waliokaa humo waliozeeka, wenye ngozi zilizojikunja, hawakuwa hivyo, walikuwa beautiful. Acha kabisa, wako hapo. Walikuwa wakioga maji yote yanatiririka. Leo wanaoga ndoo moja ya maji, nusu yote inabaki kwenye mabonde ya mwili. Lita 5 humu kwenye mabega, lita 2 kwenye kiuno. Mambo yamebadilika kila kona, uso umevutana. Ndio maana mnaona wengine wanahangaika, hataki mvi, anaweka tupiko kidogo. Hataki kuzeeka. Wengine wanataka Mungu wasaidie watoto wako, anazibaziba viraka kila kona. Lakini uzee ukija umekuja tu, hakuna namna. Yaani kuzeeka umezeeka, hakuna namna. Namba 3, aina ya 3 ya upendo unaitwa phileo. Hii ni aina ya upendo wa urafiki. Ni marafiki, ni friendship love. Yaani watu wameamua tu kuwa marafiki, wanapitiana kwenda sokoni, yaani wanapeana ubuyu, umbea. Huo ni upendo wa kirafiki. Lakini namba 2 ni upendo wa agape. Huu upendo ni upendo wa kujitoa, usio na ubinafsi, upendo usiolenga malipo, upendo wa kiungu. Sasa tusonge mbele. Katika ndoa tunahitaji aina gani ya upendo? Katika ndoa tunahitaji aina zote za upendo. Kama umenisikia sema amina. Yaani sikiliza, kwenye ndoa tunahitaji upendo wa storge. Kwa nini? Unamsaidia mume na mke kuwa kama ndugu, kuwa familia moja. Hata kama mume au mke amekosea, usimkane, usimkatae. Mimi wanashangaa mtu anasema ana deni, amekopa, mkamateni yeye mwenyewe. Hapo haujaolewa kabisa. Wanandoa wakishapata huu upendo, akiona mke wake amekuja kudaiwa maana alikopa, ataumia moyoni, atasema mke wangu, kwa nini tena umekopa? Mume wangu imekuaje? Lakini basi, kwa sababu sisi tumeshakuwa kama ndugu, sitakusaliti, tutapambana tulipe hili deni. Ukiona wanandoa wanasaritiana, pambaneni naye tu, mpigieni simu yeye mwenyewe, shughulikeni naye. Hiyo ndoa Pastor Baraka iombee kwenye mikutano hii. Lakini sikiliza, ndoa tunahitaji upendo wa eros. Kwa nini? Upendo huu unatusaidia kutamaniana. Vijana mlioko hapa ambao hamjaona kuolewa, mnisikie vizuri. Usijidanganye na kusema mwanamke ni tabia. Wewe ukaposa tu kwa kuangalia tabia. Mimi tu akishakuwa mcha Mungu, ana lesoni na Biblia, anahudhuria shule Sabato, imetosha. Nataka nikukumbushe, angalia mwenye sura utakayoipenda. Maana kuna wakati mtabaki peke yenu chumbani,
na usiku usingizi utakata, unamwangalia unakuta kama umelala na mdogo wake na Lucifer, itakugharimu. Tafuta kifaa ambacho hata utatangulizana nacho useme oh yes. Jichanganye tu useme tuliambiwa mwanamke ni tabia. Upendo wa erosi unatupa hamu ya kuchagua. Kama wewe unapenda lipsi, tafuta mwenye lipsi. Kama unapenda mwenye hipsi, tafuta mwenye hipsi. Kama unapenda mwenye mguu mnene, tafuta mwenye mguu mnene. Usibanwe, maana erosi ni pamoja na kuangalia uzuri. Angalizo, aliye mzuri kwako usimlazimishe awe mzuri kwangu. Hata hivyo hakuna mwanamke mzuri 100% duniani. Ndio maana we mama nani hii ni mweupe lakini mguu mwembamba kama Mike. Ndio maana ni kweli una mguu mnene sana lakini nywele kipilipili. Una mwanya ndio, lakini angalia makucha yalivyo hayana ushirikiano. Kwa hiyo kila mmoja na matatizo yake. Tusipigane mkwara kwamba kuna aliye mzuri. Mbonyeze jirani yako mwambie hata mimi ni mzuri. Na we mwanaume unasema hata wewe. Yes, hata sisi wanaume ni wazuri. Maana Biblia inaniambia Daudi alikuwa beautiful. Kwa mara ya kwanza kwenye Biblia naona neno beautiful kwa mwanamume. Kwa hiyo kumbe hata sisi ni wazuri, hata mimi ninayehubiri ni mzuri. Lakini pia sikiliza, tunahitaji upendo wa fileo. Kwa nini? Upendo wa fileo unatuwezesha kuishi kama marafiki. Yaani haka ka upendo ka fileo ndiko kanatufanya tumisiane. Yaani nikiwa hapa na misi Ellen kula aliko Dodoma, wewe ukiwa hapa tunamisiana. Ndoa iliyopoteza upendo wa fileo hawamisiani. Ndio maana unaweza kumwaga ninasafiri, unatoka wapi? Njombe, naenda wapi? Dar es Salaam. Unafika haja kutumia hata ka message. Wanaatape, madaktari mlioko hapa, tangu mmepiga kambi hapa kuna mtu hajatumiwa hata message ya kuambiwa pole na kazi. Anapokea tu message za mtandaoni, unakumbushwa kulipa nipige tafu. Kwa hiyo upendo wa fileo unatusaidia kumisiana. Na mimi nawaombea kwa jina la Bwana, Bwana warudishie upendo wa fileo. Yaani usikiliza, usimisi ofisini. Tuna wanaume wanaomisi ofisini. Anawaza ni kutakucha lini. Lakini ngoja niwaambie wanaume mlioko hapa, ukiona unaenda ofisini kamoyo kanasema muda wa ofisi utaisha saa ngapi nirudi nyumbani. Wow, wewe una upendo huu wa fileo. Ukaonane na mwenzi wako. Lakini kuna watu wakirudi nyumbani za Mungu wangu tena. Upendo wa agape, huu ni upendo ambao unatusaidia unatusaidia kuishi bila kulenga faida. Agape ni upendo unaokufanya umpende mwenzi wako bila sababu. Amekosea, unampenda. Yaani hata kama atabadilika tofauti na ulivyotarajia, bado utampenda kwa upendo wa agape. Ukisikia mwanandoa anasema nilivyotarajia hakuwa hivi. Kwa kweli mimi, yani mwanamke siku hizi anifurii nguo na mimi sitoi mahitaji. Amepoteza upendo. Yesu alipoona sisi hatufai, alikuja kututafuta. Pastor Baraka amelisema vizuri sana hili. Kwa hiyo sio upendo wa agape, hauangalii faida. Kinitoa auti, mwanamke akitolewa auti, ndio siku hiyo anawaambia, my dear, usipomtoa auti unaitwa tu kwa jina Johnny. Hebu tusonge mbele kidogo. Kumbuka kwamba unapompokea mtu kama mwenzi, mnisikia vizuri vijana, unapompokea mtu kama mwenzi, huyo hajakamilika. Ni binadamu ambaye moyo wake umeathiriwa na mambo yafuatayo. Wote hata wale mlioko hapa na wale mlioko kwenye vituo, moyo wa kila mwanadamu umeathiriwa na mambo yafuatayo. Namba 1, umeathiriwa na aina ya malezi. Wiki jao nitazungumzia aina 4 za malezi. Unaweza kuwa unahangaika na mwanamke habadiliki, kumbe moyo wake uliathiriwa na malezi kule nyumbani. Lakini namba 2, mahusiano aliyowahi kuyapitia. Labda aliwahi kuwa na kamchumba, akakasomesha, akatoa kalo, lakini kakamwacha kwa message ya 500. Kwa kweli najua utaumia, lakini kwa kweli mimi na wewe basi milioni zote za kalo. Lakini pia mahusiano ya yeye na wazazi. Tuna vijana walioathiriwa na mahusiano na wazazi wao.
akimwona baba anavyotesa mama yake, anasema sitaki kuolewa. Huenda wanaume wote ni hawa. Kwa hiyo wanaume, tunapoishi na wake zetu, tujue watoto wetu wanajifunza. Kuna waliokata tamaa hata kuolewa, anasema siwezi kuolewa kwa sababu kama wanaume wote ni kama baba, sina mtu. Namshukuru Mungu, kwa mara ya kwanza kabinti kangu kaliniambia, baba niombee na mimi nataka nipate mwanaume kama wewe. Wow, safi kabisa, safi kabisa. Nikasema kumbe na mimi nimo bwana. Kwa sikiliza, mahusiano ya mtoto na mzazi yanamfanya ingie kwenye ndoa na moyo mgumu. Kuna vijana wa kiume wamegoma kuoa, si kwamba hawataki, wameangalia mama yao anavyomfanyia baba yao, wasema kama wanawake wote ni kama mama, heri niache kuoa. Lakini namba 3, angalia yeye ni mzaliwa wangapi. Umeoa firstborn, unategemea kudekezwa na firstborn kabisa. Yaani utegemea na mahaba firstborn ayatoe wapi? Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa, ndiye alfa na omega. Hana mahaba. Firstborn sifa yao hawana mahaba. Yaani yeye akikwambia mume wangu karibu chakula, najisikia tumbo linakatakata, haya ngoja nikakifunike utakula asubuhi. Hana mpango na kubembeleza. Firstborn mna kiti chenu mbinguni, hamtaki ujinga. Lakini namba 4, angalia hali ya maisha aliyowahi kuishi. Ametokea kwa matajiri au kwa maskini? Aliyetoka kwa matajiri ana moyo wake ambao siwezi kueleza hapa, na aliyetoka kwa maskini ana aina ya moyo. Lakini angalia kiwango chake cha elimu. Niliona uchumba uliovunjika kwa sababu ya neno confidence. Mchumba akamwambia mchumba wake, mbona hauna confidence? Yule mchumba alikuwa hajasoma, wa kike amesoma. Yule wa kiume akasema, unaniambia sina confidence? Hilo tu sinalijua, kuanzia leo mimi na wewe basi. Confidence. Simameni tuombe. Lakini pia exposure ina asili moyo wa mtu. Wito wangu ni huu, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mkabidhini Bwana mioyo yenu. Kama nataka moyo wako uwe salama kwenye mahusiano, mpe Bwana moyo wako kwenye mkutano huu. Baba mbinguni, tusaidie mioyo yetu iwe salama katika mahusiano, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Njombe NET Event 2026. Tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka. Njombe NET Event 2026. Remaeli, wewe ni lastborn au firstborn? Mimi ni lastborn. Kwa hiyo kwangu mimi kila kitu chapatikana. Basi, mimi ni firstborn. Pole sana. Ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa na umebarikiwa sana na kipindi hiki kizuri. Haleluya. Na sasa mara baada ya kusikiliza kipindi kizuri cha familia, tunaenda kuungana na Kija Mpunzi katika kipindi kizuri cha Nyayo za Mpekuzi. Na leo Kija Mpunzi yupo katika SK Barbershop hapa Njombe. Naam, Kija Mpunzi yuko SK Barbershop na yuko pale kupekua. Nini amepekua? Ni matumaini yangu atatueleza vizuri pale. Uenda Kija Mpunzi, ni matumaini yangu unatupata kwa uzuri ukiwa hapo maeneo ya SK Barbershop. Bila shaka lastiboni Rehemael. Basi tuambie hapo umepekua nini, na pengine umeenda kutengeneza kichwa ama umeenda kupekua nini hapo?